Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu wa samani. Ninabarikiwa sana na wewe, na Mungu akulinde, Mungu akutunze, na Mungu akaendelee kukubariki mna ajabu. Leo kuna jambo ninaomba tuliangalie. Unajua watu wengi ndani yetu tumewekewa ukuu. Kila mtu ndani yake amewekewa ukuu, ila kuna njia kuendea ule ukuu. Na kimsingi Yesu alituonesha hii njia gani tunaweza tukauendea ukuu. Naomba tusome kitabu cha Mathayo sura ya 20 tuanze mstari wa 20 na kuendelea. Anasema mstari wa 20, ndipo mama yao wana wa Zebedayo kule juu. Yesu alikuwa anazungumza habari za kufa kwake na kufuka kwake. Alafu ndipo mstari wa 20, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanae, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, mjui mnaloliomba. Je, mnaweza kunywa kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Mstari wa 24, na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao watumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. Hiyo ni njia ya kwanza. Unataka kuwa mkubwa, uwe mtumishi wa wote. Alafu anasema, na mtu yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Alafu anaonyesha kwamba anayazungumza hayazungumzi tu kama lugha ya nadharia. Anazungumza kwamba anaonyesha kwamba yeye ndivyo alivyofanya. Anasema kama vile mwanadamu alivyokuja asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa kama ambavyo Yesu amekuja kutumika, vivyo hivyo anatuambia na sisi tukitaka kuwa wakuu kwenye eneo tuliloitiwa, lazima tujifunze kuwa watumishi na sio mabosi. Watumishi. Siku moja nimewahi kuwa kwenye taasisi fulani, nilikuwa nafanya kazi kule. Walikuwa na kitengo cha huduma kwa wateja. Kwa asubuhi tuko kwenye kikao, sababu tuko tuna kikao kila asubuhi. Tuko kwenye kikao, manager akasema wanatafutwa watu wanaohudumia wateja kwa ubora, yani the best customer service people. Kwa akasema tutapewa vikaratasi, tutaandika, alafu tukishaandika tutaandika majina, kila mtu achague jina. Yani kabla hata tujapewa vikaratasi, watu wote walimtaja, karibia watu wote wakamtaja mtu mmoja fulani. Na ni kweli, ukiangalia yule mtu aliyetajwa alikuwa ni the best customer service person. Yani mteja akija na shida na changamoto, ataambia okay, una shida gani? Na shida ina hii, okay, nipe hiki. Kaa hapo, ataanza kumhudumia. Ukileta na hiki, atamhudumia, atamaliza, atamwambia nimeweza issue yako, na kweli mteja anaondoka akiwa ameridhika. Yule jamaa alikuwa gararazi kiporo. Yani kwamba mteja ameleta na kesi afu kesho hapana, anamalizana naye pale. Huyu mtu kimwangalia, kwa nini kila mtu anamtaja? Kimsingi ni mtu ambaye anatajwa sio kama amependelewa, ni kutoka katika utendaji wake. Huyu mtu amejizatiti katika kuwatumikia watu kwa habari ya eneo hilo la customer service. Sasa fikiria kama ungekuwa unatafuta customer service manager, angepita yule bila kupingwa. Angekuwa mkuu na maana angepandishwa cheo. Sasa sio alikuwa anatafuta kwa jigani, sio alikuwa anataka wapi wazadi, sikumbuki kwa jigani. Lakini ingekuwa sasa anatafutwa, angepandishwa cheo. Kitu gani kimefanya kwa sababu cheo? Huyu mtu alikubali kufanya nini? Kutumika. Unajua wakati mwingine Mungu anatuweka sehemu, alafu tunaangalia maslahi yetu sisi wenyewe. Kwa kuta mimi nafanya kwamba kwanza kwa nilipi kivi, au kwamba inakuwa hivi, kwani kuna haja gani ya kuhangaika sana bwana? Yaani ujui kwa nini Mungu afu nataka kuwa mkuu. Promotion yako inakuja, lakini inakukuta wewe hauko kwenye position ambayo Mungu amekuweka. Kimsingi hautumiki watu ambao Mungu amekupa. Hivi unajua ukiwa kazini ukitumikia watu vizuri, unajua watu watakubariki. Achana na mshahara wako. Hivi mtu tu watu watajisikia tu kukupa pesa. So umewapiga panga, hujawapiga hata panga, watu watakupa tu sababu umewahudumia vizuri. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananisimulia, alikuwa wakati anahudumia watu
alifanya kazi kwenye mgahawa fulani. Kwa hiyo kuna watu wakaja, aliwahudumia vizuri sana, kila kitu alichokitaka. Kwanza kuna mtu alikuja akawa ajui ale nini, akamwambia kwani okay, unajisikiaje? Akasema najisikia hivi na hivi. Akasema sijui nile nini. Akamshauri akasema okay, tanguliza kitu fulani, ukishamaliza agiza chakula fulani, kwa sababu kisha tanguliza kitu fulani itakupa appetite, hamu ya kula. Ukishakuwa na kula, agiza chakula fulani, kula hicho chakula ambacho utaagiza, alafu utashangaa utakuwa kweli. Akafanya hivyo. Yule bwana alichukua hela nje na hela ya chakula, kuna hela nyingine alichukua akambariki nayo yule kaka. Kwa nini? Amemhudumia vizuri, amemtumikia vizuri. Kwa ndugu yangu, huku kwa Mungu, njia ya kuendea ukuu, kuwa mtumishi wa wote. Wewe unafikiri kwa nini Yesu alitaka kumfanya kuwa mfalme? Kwa nini? Na Yesu alikataa. Waliona anawatumikia. Hakuna kitu ambacho unakifanya mahali ambacho kinakuwa Mungu akiangalia. Mungu anaona kabisa. Mungu anaona. Biblia inasema tusijidanganye. Anachopanda mtu ndicho anachovuna. Hata kama hicho kitu kifanye sirini. Kwa kuwa unakifanya kwa uaminifu na ni kwa moyo wa utumishi, kwa lengo la kuboresha. Kwa mfano kwenye taasisi unafanya kwa lengo la kuboresha huduma ya taasisi, picha ya taasisi, kwa lengo la kuhudumia watu wa Mungu katika hiyo taasisi, kwamba watu wa Mungu wakija wapate huduma nzuri hapa, wafurahie hizo huduma. Unaona? Mungu atakubariki tu. Mungu atakuinua. Mwisho siku utajikuta umekuwa mkubwa kwenye hiyo taasisi. Lakini lengo umefanya nini? Umetafuta kutumika pale. Bosi atarecognize kwamba kuna kitu kinaenda, kuna mtu hapa anafanya vizuri. Na kuna rafiki yangu mwingine juzi tu alikuwa ananisimia, akasema kuna pesa alikuwa nadhani alipewa 50,000. Yes. Asema siku moja bosi akasema, jamani, nataka mtu ambaye anaweza kuandika, anatumaga ripoti vizuri kwa wakati, leo tumpe zawadi. Watu wote wakamtaja yeye fulani. Na kweli bosi kampa zawadi. Alimpa zawadi ya 50,000 of course. Kampa zawadi. Kwa nini? Hakuna utumishi unaenda bure. Hakuna utumishi unaenda bure. Sasa sisi toka tunaharibu, tukiwa mahali tunaangalia tunapata nini? Kumbuka Mungu anasema tukiwa waaminifu kwa vitu vya watu wengine, atatupa vya kwetu. Wewe tafuta tu, usitafute napata nini. Hebu tafuta mimi natoa nini hapa. Alafu toa ambacho unacho. Kimsingi ukitoa hicho unacho, utapata tu. Utapata tu. Mungu akubariki sana. Natamani sana tubadilike kwenye hili eneo. Tujifunze kutumikia watu bila kutarajia chochote kwa watu. Kuna mtu ukimhudumia vizuri, kuna mtu ataguswa hata asipokupa kitu. Sio lazima akupe kitu. Kuna mwingine tu, utumishi wako hauendi bure. Hauendi bure. Tujifunze kuwatumikia watu kwenye eneo ambalo Mungu ametupa. Tukijua kwamba tunamwakilisha yeye katika ile eneo. Tunakumbuka Yesu alisema wakiwapokea nini? Wamempokea mimi niliyowatuma. Na mkinipokea mimi mnampokea Baba aliyenituma. Ndio kanuni iko vile. Kwa hiyo tuzingatie sana na tujitahidi sana kufanya utu. Na niamini nikikwambia, ukizingatia hii kanuni, niamini nikikwambia, hauwezi kubaki hapo ulipo. Kama ni cheo lazima tutapandishwa. Ukizingatia kanuni. Kanuni ya kujitoa, kanuni ya kutumika, kanuni ya kufanya kwa moyo mmoja, huwezi kubaki hapo ulipo. Mungu akubariki sana na ninakupenda sana. Mungu aendelee kukutunza na ukaendelee kustawi katika Kristo. Uwe na wakati mwema, tuonane wakati mwingine. Amen.